Watu wengi wanapoisikia ngoma ya See You Again, mara moja wanakumbuka tukio la kusikitisha la kifo cha Paul Walker, mwigizaji maarufu wa filamu za Fast and Furious, ambaye aliaga dunia kwa aksidenti ya gari mnamo mwaka 2013. Wengi bado waamini kuwa wimbo huu uliandikwa moja kwa moja kwa ajili ya kuenzi maisha yake. Lakini ukweli wa ndani wa wimbo huu ni kuwa unavuka mipaka ya sinema na kuingia moja kwa moja kwenye maisha binafsi ya Charlie Puth, kijana mdogo ambaye alikuwa bado hajapata jina kubwa kwenye muziki wakati huo. Wimbo wa See You Again uliandikwa mwaka 2014. Ni hadithi ya uchungu, urafiki, machozi na hatimaye mafanikio makubwa yaliyomtoa Charlie Puth kutoka kuwa kijana wa kawaida hadi kuwa mmoja wa nyota wakubwa duniani. Charlie Puth hakuwa na jina kubwa kwa wakati huo, hakuwa mtu maarufu. Alikuwa kijana mwenye kipaji kikubwa cha kuandika na kutengeneza muziki, lakini bado alikuwa akisubiri nafasi yake ya kuwa mtu maarufu. Kama mtu mwenye moyo mgumu, Charlie alipoteza rafiki yake wa karibu katika aksidenti ya gari, tukio ambalo lilimvunja moyo sana. Hakuweza kuelewa jinsi rafiki huyo alikuwa karibu naye, aliyekuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku, angeweza kutoweka ghafla duniani namna hiyo. Katika majonzi yake, Charlie hakuwa na njia nyingine ya kujielezea zaidi ya kutumia kile alichojua, ambacho ni muziki. Ndipo mawazo yakamjia, kisha akaandika maneno yanasomeka: imekuwa siku ndefu sana bila wewe rafiki yangu. Maneno haya hayakuwa mashairi tu, bali ilikuwa ni sauti ya roho yake, kilio cha moyo wake. Wimbo huo ulipomalizika, watu wa karibu waliposikia waliguswa sana, lakini bado hawakupata nafasi ya haraka ya kuchezwa na watu maarufu. Mtayarishaji wa wimbo huo aliamua kuwapa wasanii wengine wakubwa kama Jason Derulo, Chris Brown na wengineo ili kujaribu kuimba wimbo huu, lakini walipouimba haukugusa mioyo ya watu wala hawakugusa hisia za watu. Kulikuwa na kitu kilichokosekana. Hatimaye Charlie Puth aliamua kuimba mwenyewe, na hapo ndipo maajabu yalipotokea. Wimbo ukabadilika ukawa kuvutia hisia za watu. Sauti yake laini iliyochanganyika na huzuni halisi ilileta utashi ndani ya mashairi. Wakati huo, waandaji wa filamu ya Fast and Furious 7 walikuwa wakitafuta wimbo wa kutumia kwenye sinema yao, hususan baada ya kifo cha ghafla cha Paul Walker kwenye aksidenti ya gari mnamo mwaka 2013. Katikati ya kutafuta wimbo wa kutumia kwenye filamu hiyo, wakasikia demo ya Charlie, na kilichofuata ni kama sinema yenyewe. Wiki moja kabla filamu kutoka, wakamuita Charlie Puth haraka, wakamwomba awe sehemu ya wimbo rasmi wa filamu hiyo. Wakaongeza na rap ya Wiz Khalifa na kuunganisha na chorus ya Charlie Puth, na hapo See You Again ikazaliwa upya kama soundtrack ya Fast and Furious 7. Wakati filamu hiyo ilipotoka, wimbo huo ulipigwa katika kila kona dunia. Ulikuwa ni kama moto unaowaka kwenye kichaka, ukazidi hata kutajwa zaidi kuliko filamu yenyewe. Watu walilia waliposikiliza. Ilimkumbusha kila mtu kuhusu rafiki yake, ndugu yake au mpendwa wake wa karibu aliyepotea. Charlie Puth, kijana aliyekuwa hajulikani, akawa mtu maarufu ghafla. Wimbo huu wenye huzuni uliongoza chati za Billboard kwa wiki nyingi, ulipata Grammy nomination, ukavunja rekodi kwenye YouTube, kisha ukamletea mialiko ya kolabo kutoka kwa mastaa wengi kama Lil Wayne na wengineo wengi. Watu walihisi See You Again iliandikwa kwa ajili ya Paul Walker, lakini ukweli ni kwamba wimbo huu haukuandikwa kwa ajili ya Paul, bali kwa rafiki wa Charlie aliyekufa katika aksidenti ya gari. Lakini kwa sababu ya maumivu ya kweli ndani yake, kila mtu aliyepoteza mtu wake wa karibu alihisi ni kama wimbo huu uliandikwa kwa ajili yake. Na hapo ndipo nguvu ya sanaa ilipo. Maisha ni muziki na muziki ni maisha, kwani hugusa watu wote, haijalishi ulikusudiwa nani na kwa nini. See You Again si wimbo tu, ni kumbukumbu, ni kilio kilichofichwa kwenye ala za muziki, ni salamu ya mwisho kwa wale tuliowapenda na kuwapoteza. Ni ushahidi kuwa
Maumivu yanaweza kuwa mlango wa mafanikio kama utajua namna ya kuieleza kwa hisia za kweli. Hadi leo, See You Again unabaki kuwa mmoja wa wimbo maarufu zaidi katika historia ya muziki duniani.